Karibu Snow Story Life. Kanami ni kusaidia kupata mwanga mpya katika ulimwengu wa kisasa na utajiri. Leo nataka nikuambie ukweli ambao dunia imejaribu kuuficha kwa muda mrefu. Unaweza kuwa maarufu mbele ya watu, lakini usijulikane mbele ya Mungu. Unaweza kuwa na pesa, followers, connections, magari, nyumba, lakini mbingu ikawa kimya juu yako. Na swali kubwa ni hili: ni nini hasa kinamfanya Mungu atabasamu juu ya maisha ya mwanadamu? Leo tunaenda ndani kabisa kupitia point 5 zenye mifano mikubwa ndani ya maandiko. Katika Biblia tunaona mfano wa Abraham. Mungu alimpa mtoto baada ya miaka mingi ya mateso na maombi, lakini siku moja Mungu akamwambia, mtoe Isaka sadaka. Fikiria hilo, mtoto ambaye alikuwa ndoto yake yote, Mungu akamuomba amrudishe. Na Abraham hakukimbia, hakubishana, hakusema kwa nini mimi. Alionyesha kwamba alimpenda Mungu kuliko hata kile alichopewa na Mungu, na hapo ndipo Mungu alitabasamu juu yake. Leo watu wengi wanampenda Mungu, lakini mpaka pesa ziguswe, mpaka relationship iguswe, mpaka starehe zao ziguswe. Swali ni hili: je, bado unampenda Mungu wakati anakuchukua kile ulichokipenda zaidi? Pointi ya kwanza: Mungu hutabasamu unapomwamini wakati dunia yote inakubeza. Nuhu alijenga safina miaka zaidi ya 100 bila mvua kunyesha hata ton moja. Kila siku watu walimcheka, waliona kama mwenda wazimu, lakini Nuhu aliendelea kujenga kwa sababu alikuwa anaamini sauti ya Mungu kuliko kelele za dunia. Leo hii ukisimama kwenye kweli, dunia itakuona mjinga. Ukikataa kuishi maisha fake, watakutenga. Ukimwamini Mungu wakati hakuna dalili, utaonekana umechanganyikiwa. Lakini kumbuka, watu waliomcheka Nuhu walizama kwenye maji waliokuwa wanayabeza. Jiulize, je, unaamini maono ambayo Mungu ameweka ndani yako hata kama hakuna mtu anayekuunga mkono? Pointi ya pili: Mungu hutabasamu unapomtii hata kama inauma. Katika Biblia kuna mtu anaitwa Yosefu. Aliuzwa na ndugu zake, akasingiziwa, akafungwa gerezani bila kosa, lakini hakuwahi kuisaliti njia ya Mungu. Siku moja mke wa Potifa alimshawishi afanye dhambi, na Yosefu alikataa. Alijua hakuna mtu anamuona, lakini Mungu alikuwa anaona, na huo ndio utii wa kweli. Leo dunia imefanya dhambi ionekane kawaida. Uongo umeitwa ujanja, tamaa imeitwa freedom, usaliti umeitwa modern life, lakini Mungu bado anatafuta watu watakaomtii hata gizani. Swali ni hili: unafanya nini wakati hakuna anayekuona? Pointi ya tatu: Mungu hutabasamu unapokuwa na moyo wa shukrani. Katikati ya maumivu, Ayubu alipoteza kila kitu. Watoto wake walikufa, mali zake zikaisha, afya yake ikaharibika, lakini katikati ya maumivu yote alisema, Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Hiyo ndio nguvu ya moyo wa shukrani. Leo watu wengi wanamsifu Mungu akiwa anawapa, lakini wanamkimbia wanapopoteza. Wengine walikuwa karibu na Mungu walipokuwa maskini, lakini walipopata pesa wakabadilika. Ayubu alionyesha kwamba upendo wa kweli kwa Mungu haujengwi juu ya baraka, unajengwa juu ya imani. Jiulize, kama kila ulichonacho kingeondoka leo, bado ungebaki na Mungu? Pointi ya 4: Mungu hutabasamu unapotumia kipawa chako kwa kusudi. Daudi alikuwa mchungaji wa kawaida, hakukuwa na mtu aliyemuona wa maana, lakini alipokuwa anachunga kondoo, alikuwa anajifunza kupigana na simba na dubu gizani. Hakujua Mungu alikuwa anamwandaa kumwangusha Goliati mbele ya taifa lote. Kile unachokifanya sasa kinaweza kuonekana kidogo, lakini mbingu inaweza kuwa inakuandaa kwa kitu kikubwa sana. Tatizo ni kwamba wengi wanataka spotlight kabla hawajakomaa, wanataka kuonekana kabla hawajajijenga. Daudi hakutafuta umaarufu, alitumia kile alichokuwa nacho kwa uaminifu, na Mungu akamtangaza mwenyewe. Swali ni hili: unatumiaje kipawa ulichopewa na Mungu? Sikiliza vizuri. Siku moja followers wataisha, pesa zitabaki duniani, uzuri utaisha, majina yatafutika, lakini kuna swali moja tu litabaki mbele za Mungu: je, maisha yako yaliniletea furaha? Na ukweli mchungu ni huu: watu wengi wanatumia maisha yao yote kuwafurahisha watu wanaowasahau haraka, lakini wachache sana wanaishi maisha yanayomfanya Mungu atabasamu. Usipoteze maisha yako kuigiza mbele ya dunia, wakati mbingu inasubiri uishi kusudi lako la kweli. Kama ujumbe huu umekugusa, subscribe Snow Story Life, like, share na comment. Nataka maisha yangu yamfurahishe Mungu.